barayisoma nabo barayisoma basokuru barayisoma ego data mama barayisoma ego kubakera bakiri bato cyane data mama barayisoma ego kubakera bakiri bato cyane ego ndayisoma nawe urayisoma nabo barayisoma natwe turayisoma ego ndayisoma
hapa. Mimi Uncle Samy wenu nabaki mwenyewe. Jamani, nitaka kusema neno. Ninajua vizuri sina nguvu za kuongea. Sikilizeni. Sina nguvu za kuongea. Uncle Samy anabaki mwenyewe na mimi Uncle Samy. Nabaki mwenyewe. Lakini kitu moja naweza nikasema. Kitu moja nitaka kusema. Nisikia Abasi mwanangu, nisikia Abasi. Wewe kijana mkubwa nabakia naye Abasi nabakia na wewe. Grace yuko wapi? Grace mwanangu. Grace anabaki na wewe. Grace wangu, Grace. Alafu Sandra yuko wapi? Sandra. Njoo mwanangu Sandra. Uncle Samy iko na wewe. Uncle Samy. Loi. Naomba leteni Loi. Loi wapi Loi? Jamani, nitaka kusema nyinyi ndio watoto nabaki nao. Mkubwa wangu ameniachia kwa kweli dunia mwili majivu. Mwili ni uvumbi. Umubiri ni umunyota. Kuishi umubiri nta kintu. Mwili ni uvumbi kabisa. Mwili majivu. Kweli hakipo kile ambacho kitakuishi milele, hakipo. Kila mwili utadondoka na kuanguka. Ewe Mhanda, umewameza wengi, umedilisha wengi. Haya basi, hicho na mwanzo kina mwisho. Haya, jamani twende. Ushinga ntari inarume ibibondo mwarayimubonye yuko birutse mu kibazo gikomeye cyane. Twaraye duciye ku mazi ku muvyeyi w'ibibondo twabuze dutanga. Rero nk'umuryango tutegerezwa kuba turi hafi y'ibibondo kugira ngo abana ntibicwe
nini ulichokuwa. Kama nitakusaidia, tutajitahidi tuangalie kwamba jinsi tunaweza tukawasaidia. Mjikaze. Tunajua kwamba kuna watoto ambao walikuwa hawajamaliza masomo. Hayo yote tunapaswa kuyashika mikononi. Birababaje nivyo ariko nta kundi. Ni kweli jana tumenao maji, yani kuna ingine njia tena ndefu tunapaswa kuendelea mpaka tumalizie. Yani tunakaa kwa maneno mengine ni kazi ndefu, tuna kazi nyingine yani tunapaswa kutimiza. Ni kweli. Rero kumugire ikibazo, turi kumwe namwe. Kitu kingine mnaona kwamba mjomba wenu yuko hapa, naye atamka sasa hivi anayasikia, na na imani kwamba tutashikamana ili tuangalie jinsi tunaweza tukasaidia familia tukiwa pamoja. MWILI majivu ndivyo, na hatuwezi tukabadilisha kitu. Sisi sote tunaviona hivyo, sisi ni binadamu, tunaviona hivyo. Tegerezo kubifata uko nakundi niko bimeze. Ako Samy muvyumve nawe urabibona, abantu urabona baracyari bato, tegerezo ku ego tubabe hafi, dufashanye. Urugendo ni rurerure, inzira ni ndende, tutaraheza. Bamwe bari bakiri bato, abakibandanya amashuri nkuko nabivuze. Hanyuma turabe yuko ejo canke hirya y'ejo ko abana bashobora kugira ico bavuyemo, hanyuma ibisigaye turi kumwe namwe. Ego murakoze cyane. I will give you whatever I want to do. Lakini sasa Uncle Samy ataitia uoga sana. Asitie oga be Uncle Samy. Acha. Sina nipenda. Sio kusaa uoga. Kwa sababu mtoto kwa mzazi wake, lazima mzazi awe mkali kwa mashauri. Kwa nini? Ndio maana mimi na uoga. Hata kama be. Lakini njoo kama mimi nakupenda, tena naona nipenda pia. Vya Uncle Samy tutajua kisi tutakufanya. Mimi sipendi. Mimi ni zama. Loe mwanangu, mbalira. Jifashe gute kwa shule. Uncle, sina cheo, kuna Grace yatakapona cheo. Grace, nibiki vyabaye no munsi. Kwa nini amechelewa shule na wewe hapa lakini? Kwa juu usingizi umenibana, kwa kuna vitu niko napanga vya kazi. Samahani. Lakini lazima nikwambie muhimu sana kwa watu wenye kuzingatia yale mashauri wanayopatia. Shule ni kitu cha muhimu sana. Najua. Naomba sana tafadhali sana. Ingine siku tunasichelewa kwa sababu amechelewa kuacha. Umesikia vizuri? Sawa. Nani amekupiga naona? Siku nani? Mwalimu amekupiga? Sababu gani amekupiga? Nimechelewa. No, hairuhusi. Unajua vile mwalimu haruhusi kupiga mwanafunzi ingawaje umechelewa. Alafu una namba za shule na inahitaji kuongea na yule principal wale yule director mnamuita nani? Unahitaji kuongea naye kwa sababu mimi sitokubali hata siku moja mwalimu amekwenda shuleni amepata diploma ili afundishe wanafunzi. Hakukwenda kule kufunzwa jinsi gani ya kupiga fimbo mtoto shuleni. Ikiwa kama kuna tatizo lolote lile, acha kaongee sisi wazazi. Tupo kwa sababu ya hicho kitu. Kwa sababu sikubali mwalimu apataka jiruhusu kwa kumpiga mtoto wangu fimbo. Hiyo sitokubali hata siku moja. Umenisikia? Kuna mengine? Alafu siku hizi unaona beka mwanangu. Sasa. Kuna nini tena? Lakini hapo.
nakupeleka nipeleke kwenye uzuri bichi sasa. Wewe na mambo yako ya uzuri bichi. Boy. Angu nipeleke. Nitakupeleka. Gracias, mtanikumbusha next weekend. Tazungumza na Auntie wenu, Auntie Mariam. Kwanza nitie Auntie Mariam. Nijue mipango ya next weekend kwa sababu wewe anataka kwenda bichi na najua ni lazima niongee na mke wangu, alafu nijue Auntie Mariam ana mipango gani kwa siku hii. Basi kanitie naye, sio? Angu kwa nini? Sawa. Hata sababu watu wengi wanaona kama wanapenda lakini hawafikishi yani. Mimi sasa hapa ukifungua moyo wangu ndani ni sana. Boy, mtoto wamebeka kweli. Mke wangu, bwana nilikuwa Umekuja? karibu. Sijakuona hata. Karibu. Nasikia nafurahi kukuona. Karibu. Umeshindaje? Asante. Nimechoka. Alafu kuna kijoto hapa. Nimechoka baby. Nimekuwa na miss yani na kwa kuja na kitu nacho nijali kwangu. Si ndio raha zote hizo. Ndio kazi yangu baby. Naambia sasa. Lazima ndio kazi napaswa. Alafu kazi imekwendaje leo? Salama. Mbona umechoka sana? Njoo tuende kwa kifua changu. Unajua ukifanya hivyo najisikia kweli kupumzika vizuri kweli. Alafu kuna nini niambie? Leo nimeshinda kwenye simu kwenye ofisi. So kulikuwa viongozi fulani ambao walipaswa kuja. Alafu tazama kwanza hakuna kitu. Mimi nafikiria no, si kweli ni joto bebe. Ni joto tu. Sawa, bibi sasa. Salama. Ila mimi nahitaji niingize sana kwa ajili ya wale watoto. Watoto gani tena? Si wale watoto hapa nyumbani bebe. Kulitokea jambo fulani? Hakuna, lakini wale watoto ndio wako ndani sifurahi kabisa. Bibi, lakini unajua yule mtoto wetu naye anapenda leo tumbebe beach, lakini wale watoto wengi wana tabia. Mimi sifurahi. Mke wangu. Unajua napenda sana. Unanipenda ndio. Lakini unajua kuna kitu kimoja huwa napenda sana. Yaani kupenda ni sana. Watoto, unajua tena Baby, unajua kama mimi nakuwa mvumilivu sana. Na pia tunaomba tunaongeza kidogo. Okay. Na watoto wanaomba uvumilivu fulani. Ndio, lakini unajua sisi tunaomba na tuwezi tukapendelewa watoto wana tabia sio kwa nzuri. Watatucheka hata kanisani. Kaa kwenye magoti. Wewe ni pastor. Usikome kuomba. Kweli. Sio kuna kitu. Kaa kwa magoti, kumwambia Mungu kila kitu kitakuwa vizuri. Kwa hiyo watoto wetu wale, unajua tena. Kwanza kuna jambo fulani hata nilikuwa nimesabu tayari. Nani mwenyewe amekuwa hapa pamoja na Grass. Yaani kuna watu fulani wamekuwa wamenambia eti kwamba wanahitaji kwenda huko kwenye beach, ndio World Beach ama sijui. Uzuri beach amesema kuna uzuri beach. Kuna uzuri beach ama sijui wanahitaji uzuri beach. Nimefikiria na mimi. Ni hiyo sehemu. Unaona unapajua ndio uzuri kule wali uzuri kwa watoto kuwachukua kule ama unaonaje? Mimi napajua. Unapajua? Na uzuri pazuri. Ni okay sasa. Lakini sisi wazazi tusikose kwenda naye. Tutakwenda sisi wote. Unajua bibi tusikawaachilia wao wenyewe na siwezi kwenda mwenyewe bila wewe. Ninajua sana. Nasikia nafurahi sana. Nafurahi sana wakati acha nenda chumbani kwanza alafu kwa sababu nasikia alafu ninachoka leo. Leo utanikaga mwili nasikia nimechoka sana. Kweli? Yeah. Usiwe na shida, mimi si wako.
mwaka wose bukari kakiponya ni gato. Unaweza kutokutana au si nafikiri kuja tu. Bana, maisha hizi siku ni Maisha basa mafuta. Hata lakini mimi ninasikia unaona mazingira ya nchi yetu hivi kwa Burundi hivi imejengwa vizuri. Tuna mabarabara mazuri, tuna sehemu nzuri. Hivi Burundi tumejijenga kabisa. Sasa wewe mbona unazungumzia kwa nini? Unafunika kwa kweli. Msidana kifo cha yule baba basi. Acha kusema ule mzee. Acha kusema. Jamaa ama kweli dunia. Unajua dunia mtu kabisa ni majivu. Ule baba kabisa alikuwa anajua. Ule baba alikuwa mtu mzuri. Ule baba kisema ni sahihi. Sasa unaona nani? Baba. Njoo hapa. Sana vipi? Sana vipi hapa? Pole sana. Alafu wewe kijana unafanana na marehemu baba yako kabisa. Yaani nikikuona wewe na kuona photocopy baba yako. Yaani unajaa kama baba yako kabisa maskini. Ndugu yangu, pole sana. Pole sana. Tunaendelea kuishi hivyo na kuvumilia. Huwa dunia tunakufa sisi wote. Huwa unajikaza unajipa moyo. Yule ametutangulia na sisi tunafuata. Usikate tamaa. Lakini kijana, kuna jambo huwa wewe wala kuficha. Unajua kilichotokea kuhusu kifo cha baba yako? Sijaelewa. Kama unataka unielewe, ningekwambia katika kifo cha baba yako huwa kuna mkono katika familia yenu. Ndio. Na ukweli huo kama unataka kujua, katika familia yenu kuna mtu ambaye anaujua. Sana yule Uncle Samy. Ukimfuata utajua ukweli. Anashukuru kijana. Kuwa na akili. Wewe ni mwanaume. Kuwa na akili na uone mbali. Na uwe makini sana. Nimekwambia muikaze chini ule uncle wako ule. Ule uncle anaujua ukweli wote. Huwa ningependa kuambia kitu. Sio kila anayeanguka anaangusha. Nashukuru sana. Barikiwe. Wewe jua ukweli. Ndio katika nani? Mama Bella. Halo Mama Bella. Salama, nzuri. Acha ndugu yangu. Yaani leo hapa nyumbani nimekasirika, unanisikia kisi ninavyoongea? Hao watoto wamenifanyia mambo Mama Bella wangu. Kila siku ninawaambia kulea watoto mayatima ni shida. Mimi nakwambia ni hatari. Wala sina hata neno la kuongea. Yaani nimekasirika ya ajabu. Enzi, kuna nini leo hapa? Uko simu? Karibu baby. Kila mtu na professional huko nini? Hapana, nilikuwa naongea na Mama Bella lakini leo nina hasira nyingi sana. Amefanya nini? Salamu kwanza mume wangu. Cha wanawake na mambo yake la nini? Salamu mke wangu, lakini wakati nafika nyumbani nasikia yani makali mengi, yani Mama Bella mnafaniki? Unatokea nini? Mama Bella hana shida. Lakini baby, wewe nimekwambiaga watoto wenyewe wako. Hapana, wale watoto ulikuwa unauliza. Wewe umeingia unasikia fujo. Sikiliza hiyo iko ndani. Masuala ya watoto nakwenda kila siku. Baby, nenda balko uone mambo yako yanapatikana kule juu. Show nini? Wanakunywa bangi kule juu kuna mziki. Acha mambo yako wewe. Baby, kila siku ninapokuambia mimi hao watu tunasirika. Tuta bangi mbali. Kunaongelea nini lakini? Yaani nina hasira kwa leo. Kuna nini? Niambie kuna. Nenda ukaone peke yako. Nasema hivi. Kuna nini? Nenda ukaone peke yako. Nenda ukaone baby wangu. Bwanangu, unajua nakupenda. Nenda peke yako ukaone. Okay. Mimi nachoka. Nenda ukaone. Nenda ukaone.
Kitu umeniletea hapa sasa, hivi unaona? Kuna nini Sandra? Sandra. Kwa nini unisaliti hivyo? Kwa nini unisaliti hivyo? Unaniharibia anko. Hapana. Anko unaniharibia. Hapana be. Anko Samy ananiharibia. Anakuharibia nini? Baby, chukua kwanza pombe, achana naye, tu enjoy. Oya, tia mziki kwanza, tupe mziki bwana. Tia mziki. Nzuri. Naishiwa. Pole. Pole sana. Pole sana, pole. Oh, Jesus Christ. Jesus Christ. Yaani nauliza imekuwa ni night club ni nini? Unaniuliza ameshikwa na nini lakini? Ameshikwa na nini? Kila siku nakwambia watoto ni washindikana ya ajabu. Achana na watoto tupie barabarani. Yaani wewe ndio wakulea yatima, mayatima yenyewe ameshindikana. Naomba tafadhali. Naomba kimya kidogo. Naomba kimya. Sikia vizuri sana. Music. Nisikie vizuri sana hapo kabisa. Kwa mapenzi yote niko na wewe. Unajua ninachokupenda. Unajua jinsi gani ninachokupenda. Kwa hayo mapenzi, kwa jina la hayo mapenzi, ninakusi mke wangu. Usirudilie tena neno kama hilo. Nini? Nakwambia hivi, usirudilie neno kama hilo. Sitoruhusu hata siku moja. Acha nikwambie. Mtoto wa yatima na asiyekuwa mtoto wa yatima wote wanabaki kuwa ni watoto. Sikatai. Na watoto wanaweza wakakosea, na kukosea kwao katika kupitia malezi inabidi waongozwe, lakini hawataadhibiwa kwa sababu tu ni yatima eti wafukuzwe barabarani. Usicho kitu nakuomba sana. Unajua ninavyokupenda mtu wangu, unajua tena unampenda Mungu, unajua naomba sintokuruhusu hicho kitu kitokea hata siku moja. Grace, kuna nini? Grace, tuna mazungumzo kidogo hapa. Kuna nini Grace? Niko nakuja kuomba msamaha. Kuna nini tena imetokea Grace? Kuna naomba fanya nini? No, Grace, njoo. Na unapiga magoti. Kuna nini? Ndio wangu anafanya kule.
Kuri ngaha wenyine turi kuryoherwa natwe ni biki? Umusore mwiza nkawe keye kuko twaje tuenjoy. Hivyo wewe una akili ya? Kuwa na adabu, jitambue kabisa. Chukua. Sikiza mtoto, sikiza mtoto. Staki. Nimechoshwa na watoto. Naomba niseme. Lakini hivi baby, unashtuka na kazi ya mtoto? Ni nini? Tabia zenu. Naomba niongee sasa. Naomba niongee. Grace, njoo mtoto. Kaa. Sikiza nikwambie Grace, sikiza. Naomba nisikilize kwa. Ni jambo la muhimu nitakwambia. Tokea leo ulifahamu. Makosa ya Sandra si makosa yako. Wewe utachukua mzigo wa Sandra. Unanisikia? Na kinyume ya hilo, hakuna mtoto nitakayefukuza barabarani. Nani? Hicho kitu nakikurudi. Nini? Hii neno haitawezekana ndani ya nyumba. Nimekuambia utachagua mawili. Au watoto au mimi mke wako. Nimechoka. Usiniguse mimi. Nimechoka. Tura dusangire kararyoshe. N'umunsi mukuru wa sister wa kwe kudashaka kuryoherwa umwana mwiza nkawe. Ibiki? Kwekusha. Nyegera ndaguhesha. Umva. Mbeje Toka! Hebu gacheze na wapumbavu wenzako. Sio mimi hapa. Ndiwe waitwa Amandi. Tudusangire. Basi ushobora kumbwira ikibazo ufise ngano kikurubura buke. Sikiliza. Na matatizo yangu binafsi. Hebu toka nje. Kuwa peke yangu. We. Sawa, hamna shida. Wewe ndio utanitafuta. Choose needs mafia boss. Sasa nenda chumbani. Nitaongea na anti wako. Na fahamu kitu kimoja wajua. Anti wako anawapenda sana. Ninamjua. Hawajui. Lakini mimi nimechoka. Anawapenda. Unajua. Ni hasira tu ya mzazi kwa muda. Sawa. Kiwango cho kwanza. Mimi nimechoka baby. Wewe unasikia sana watoto kuliko mimi. Nisikize. Kumbuka watoto wana baba na mama. Lakini wapatie haki ya kuishi kama watoto wote. Hawa ni watoto wetu. Kumbuka chokitu. Na utakuwa unajivutia baraka za Mungu. Hiyo ni siri kubwa na kufanya. Please, nisikize.
Abbas. Kuna nini? Salama. Kuna jambo fulani? Hapana. Na unajua mara nyingi wanapenda ni kukaa mwenyewe hapa nikiliwaza tafakari maisha ya wanadamu hapa chini ya jua. Basi ndio hivyo. Unajua Samy, na kitu kinanikosesha amani ndani yangu. Niliogopa kuambia, ila ninaona tu sina budi paswa kuambia. Basi. Unajua anko, tangu baba afariki sijawa na amani ndani mwangu. Unajua na amani? Kuna mengi zaidi ya mengi nahitaji kujua juu ya baba. Samahani sana anko Samy, kama nitafanya kosa. Hujakosea bado basi, hujakosea. Mimi niko curious kujua unataka kuongea nini kwa sababu sijakuelewa vizuri. Sijui. Labda nitaelewa baadaye kidogo. Anko Samy. Baba alifariki ghafla. Na ughafla wake ulinipatia mashaka mengi sana. Nahitaji kujua baba alikufa na nini anko Samy? Basi alafu unalia basi. Sasa naelewa uzito wa mambo ambao unayafikiria kweli. Tangu lini unaanza kufikiria hivyo basi? Anko Samy, una nini umesikia? Singekuwa na sababu ya kumwaga machozi yangu kwa kuwa nipo na wewe. Kwa siku ya leo imebidi yafike tu. Naishi bila furaha. Nakuelewa vizuri. Naishi kwa kuwaza sana. Natafakari sana anko Samy. Nakuelewa. Unajua maisha hapa chini ya jua kuna mengi sana yameumiza mwanadamu. Kuna mengi sana yamefanya mwanadamu kujuta na kulia. Na kifo ni moja ya vitu hivyo. Ninajua kwamba unampenda sana baba yako. Hata na mimi pia ninampenda sana. Tumekomaa naye bado tuko wadogo wachanga. Vijana wetu wote tulikuwa pamoja naye. Na wanapofikiria sana pia moyo kuchoma kabisa. Moyo unachoma sana. Lakini nimeweza kuyaelewa, ndio hivyo tu. Nimefikiria hata maneno mengi sana Mfalme Suleiman ameandika kwenye kitabu. Kuna kitu kipya hapa chini ya jua. Amesema tu kwamba kila kitu kilikuwepo. Ametafakari sana kwa sababu ya kifo. Ameongelea mambo mengi sana. Ameandika mengi ambapo hata ameswali umuhimu wa kuwa na hekima, kwa sababu amesema kila kitu ni ubatili, kila kitu ni upepo. Hata kifo kilikuwepo, kwa sababu amesema hakuna kitu kipya hapa chini ya jua. Lakini sijui kama nitaweza hata siku moja kumsabu baba yake. Sijui kama nitaweza kabisa. Moyo wangu kila leo unauma, kwa sababu baba yako alikuwa mtu wangu wa ndani. Nakumbuka mara nyingi alikuwa akija nyumbani, sababu alikuwa akipenda kutumia sana, yaani pombe ameipenda sana baba yako. Na walikuwa akikuja nyumbani akifurahi,
nilikuwa nikimzoea kumsikia kwa sauti hiyo. Mama wewe, hasira za nini mama, hasira za nini mama, wataka kuniua bure baba, wataka kuniua bure baba, wewe una wako nyumbani na mimi na wangu nyumbani, chuki ya nini kati yangu mimi na wewe, chuki ya nini kati yangu mimi na wewe, nasema sina makosa. No. Ninapokumbuka hayo yote moyo wangu unalia sana, nilifanya kulia sana na kujuta. Unajua baba yako ni mtu amependa kupenda sana, amependa maisha sana, na huku madaktari wamemwambia sana kwa sababu ya afya yake. Alikuwa na magonjwa ya pressure, magonjwa ya moyo, diabetes. Sifikiri hata siku moja kama kuna mkono uko na damu. Baba yako amefariki kwa sababu Mungu ameamua hivyo, amepigwa na moyo siku hiyo. Inaitwa eti ni heart attack, waganga wameviona. Na usifikirie wale watu wanaongea mengi sana, anti zako sijui nini, watu wengi wanasema mengi. Hivyo ndio kila leo familia nyingi zimefanya vita, watu wamechukiana, watu wameuana, kwa sababu waasilia wa Afrika watu waamini kwamba mtu anakufa hivyo hivyo. Huwa tunataka kufikiria kila leo kuna kitu fulani nyuma ya kifo.